Asante mwanahabari mwenza Jane Kuria kutoka studio ya 3. Hapa ni studio ya 4. Extra time tutakuwa tunazamia ndani ya michezo sakasaka viwanjani. Langu jina nite Femina na wageni ambao watakuwa wananisaidia kuchambua ama kuchanganua masuala ya spoti. Tuanze na mkono wangu wa kulia, ukiwaambie jina lako na ni nafasi gani unashikilia katika Kibu Premier League. My name is Odunga Brana, Kibu Premier League chairperson. Ya, huyu ndo mwenyekiti wa Kibu, ndio? Ya, na pia kwenye mkono wangu wa kushoto ninaye mgeni mwingine ambaye atakuwa anajitambulisha na tuambie ni nani na pia kwenye Kibu anafanya kazi gani. Karibu mgeni. Na pia upande wa soka Kibu United. Ya, huyo ndi the head coach of Kibu, mzungu mwenyewe. Jamani, alafu hapa na huyu kutuona ni mwenyekiti. Na swali langu la kwanza nitakuwa nauliza ni je, kumekuwa na uhusiano gani ama the relationship ilikuwa kati ya wewe kama mwenyekiti alafu kuna huyu ambaye ni naibu, kumekuwa na uhusiano upi kati yenu haswa kwa kulingana na yani kwa as long as Kibu Premier League is concerned, ni uhusiano upi ulio kati yenu na the outgoing regime wa Kibu? Yeah. So and the relationship has been fairly good, and beside there has been a very big gap whereby we are not represented. We were willing to see if we can get one person who can represent us in the Soku leadership, so that we can be airing out our issues and be assisted. But fairly, the relationship it has been trying. Ilikuwa inajaribu yani si mbaya sana pia na si mbaya, lakini iko pale katikati. Ninakupata kabisa mwenyekiti. Na hapa wewe kama coach wa hiyo klabu, hiyo relationship au uhusiano umekuwa vipi? Utueleze. Mwenzangu bwana chair, mkubwa wangu mimi whatever I have to say about the relationship of us, the Kibu PL office and the Soku leadership, it has been very much one. Na kabla uendelee, ukisema very much wanting, like very much wanting, utatufafanulia kidogo hiyo very wanting in yani kivipi sasa? Hii ni sport is very different to handle na politics. Sport inaleta momentum. Hii hata nikakwambia you pass through Kibu masafara. I mean you pass through masafara. Unaweza angalia the tension between politics and soccer ya sahi iko hapo katikati. Kuna vile sisi tumebalance pressure ambayo iko hapa chini. At least tuna keep what busy. So the relationship is one thing, na sababu ya kwa hatuna sport. Tunapaswa kwa hiyo soko those 7 delegates wa soko, at least tukiwa na mtu mmoja ambaye anasimamia sport, more duties will be delegated to him because he is so tena ako na many stuffs to do. Haizi kujipromise kwa hizi all disciplines ambazo sasa hapo shida ya uhusiano wenu ni representation ndo inaleta tashwishi kidogo. Sasa mnasema hawa the coming regime yafaa waangalie representation, mkuwe mna representiwa ama mnawakilishwa kule mbele vizuri hapo kwa sport kabisa. Okay, hapo kitu tunaweza sema ni even the current regime kitu wanaweza tusaidia ni waangalie wafanye amendment ya constitution whereby kwa sports tukuwe na CS wa sports under Soku leadership. Sasa hapo tu ndo utakuwa because bwana SG ako na kazi mingi ya kufanya. Na mpenzi mtazamaji, unaposikiza ni kwamba hao wanajieleza kwamba uhusiano wao na the outgoing regime ama Soku leadership ambayo imekuwa inapita, kumekuwa na hawasilishi kule au matarajio yao inakuwa yanadidimia ama yafiki kule, kulingana kwa nitakuwa narejea tena tukiwa hapa kwake Riziki, tukiongelelea Kibu United. Wanatoka kesho kwenda kuwakilisha shule kwa kule national. Ni mko sawa kwa kila kitu ama kuna mahali labda mna feel ni kama mmefinya? Kwa ufupi nitasema niko sawa. Let's go guys. Uwe uko sawa. Na mwenyekiti,
Hapo tuko sawa, na kitu tunaweza ambia nini Kibu community ni kwamba players watajituma to give our best. Mturudishie matokeo mazuri. Ndio hiyo Hapo kwa sasa. safari mmesema mko sawa, hakuna kitu kinafinya hata kidogo. Hapo hamna Safari jambo. imeiva. Kesho kuamka mnaamka kama mtaenda national. Naam. Na labda hizi national zinafanyika wapi? Kwa sababu unasema tu mnatoka kesho, mnaenda wapi? Hatujui, tueleze hapo labda. Okay, nationals naenda our venue itakuwa Catholic University of East Africa. Pale Kwei. Na wewe kama coach, labda mmefika, unajua huwezi tu amka hivi na ufike finals. Sasa utuambie huku kumekuwaje ndo ukafikia kwenda hadi kesho unasafiri kwenda kuwakilisha shule kule national level? Tulianza cluster games vizuri Kaimosi bila kufuata regional western region. For western region we were good. For the first time since 2021 we took the trophy home, ambapo tulikuja kama washindi, tulicheza final na so wachezaji wangu wako kwa momentum na win. All ukiwauliza wanasema our aim is East Africa. So Kibu community as well as the fraternity of the school, you just feel it. Mmesema mmejiamini, malizia tu tukimalizia kwa sababu naona mtu unatupeleka vibaya hapa ndani ya studio. Labda unaambiaje fans ama wale mashabiki wa Kibu United ama Kibu kwa ujumla, Kibu Premier League, unawaambia nini wewe kama mwenyekiti? Okay, mine is to start by thanking them for the team spirit and because we have those fans who have been following us where like if we say at Kafu, that is Kaimosi, they were there. At Maseno, they were there supporting team, making us together with the players to feel good while competing for our matches. So mine is to tell them that when we go to national, we will bring back a trophy so that we can go to the next level, which is at Dodoma in Tanzania. Unawashukuru, waendelee tu kwa shangilia kwa sababu kikombe kinafika kibadi. Naam. Na coach, wewe unaambiaje mafans wako wamekuwa kusaidia kule venye umesema mlianzia Kaimosi mkapanda hivyo ndio hawa wamekuja hadi mnaelekea kule nationals, unaambiaje mashabiki wako wa Kibu United? Haitakuwa mbaya, itakuwa nzuri. Depende support yenu will represent you well. Hiyo. Nawashukuru sana wageni wangu kwa kukubali wito, maana wahenga washasema ukisikia likilia ama wasema vipi huo msemo ule wahenga wanasema vipi huo msemo wewe kama mwenyekiti ukiitwa unasema vipi ule msemo jamani? Mbiu ya mgambo ikilia lazima kuna jambo ama vipi? Mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo. Ni sasa jambo tumelipata, umelikuwa kueleza wa mashabiki hawa wa Kibu na pia kuwapa moyo kwamba kikombe ni kinafika nyumbani. Niwatakie safari njema na najua kwamba ushindi utafika nyumbani. Asanteni sana, kwa heri. Karibu. Na kufikia pale, msikilizaji wangu, sina la ziada ila tu nilikunje jamvi letu la hapa ndani ya Sakasaka Viwanjani. Langu jina nite Femina Julia.